hakuna nilichopoteza kwako. Yesu Baba yangu wewe, hakuna nilichopoteza kwako Yawe, kwako Yesu Baba yangu wewe, hakuna nilichopoteza kwako. Yesu Baba yangu wewe, hakuna nilichopoteza. Ninalolifanya katika wewe Mungu, nalifanya kwa hesabu kubwa, nikijua kiliwahi kuwatokea nini waliofanya kitu kama hicho. Najua kukaa kwangu kanisani kwa muda mrefu na kusikiliza hekima ya Mungu ni kama napoteza muda, ningekuwa nafanya mambo mengine. Ni kweli vijana wengine kama mimi wameamini majibu ya maisha yao watapata kwenye mali, pesa na utajiri. Wameamini majibu ya maisha yao watapata kwenye kuoa, kuwa na mke mzuri, nyumba nzuri, gari nzuri, au kumiliki kiwango fulani cha mali. Lakini mimi nimechagua kutoa mwili wangu kwa dhabihu, kukaa mbele zako na kusikiliza hekima, kwa kuwa najua uko atazaliwa mimi halisi, nami najua mimi halisi ana thamani kuliko majumba, magari, pesa, mke mzuri au chochote cha maisha haya. Na zaidi ya hayo, yule mimi halisi anao utisho, tena anaheshimika na kuogopwa kuliko wenye vitu vile navyo ni vizuri. Kwako hakuna chochote nilichopoteza. Hata nikikaa muda mwingi mbele zako, sioni kama napoteza chochote, isipokuwa naiona hatima yangu ya kwamba ni hatima iliyojaa neema ya Mungu, iliyojaa kukua katika wewe Kristo, kuongezeka katika hekima na nguvu zako wewe Yesu. Kwako Yesu Baba yangu wewe, hakuna nilichopoteza kwako. Yesu Baba yangu wewe, hakuna nilichopoteza. Kweli kwa umri nilionao, ingetakiwa hata pesa 2-3 nazopata nitafute kuweka akiba ya siku za mbeleni,
na zaidi sana ya hayo, ningetakiwa niwaze maisha yangu yatakuwaje. Japokuwa mimi nachokiona kichwani mwangu ni kwamba maisha yangu yako katika Bwana tu. Ninachokiona, kama Kristo asingeniokoa, hata pesa ambazo naweza nikawa nazitumia kufanyia wema au kufanikishia mambo ya ufalme, zingekuwa ni pesa ambazo zingeishia kuhonga mabinti, zingeishia kununua misokoto ya bangi au kunywa aina mbalimbali ya pombe kali au za kienyeji. Nikifika hapo nasema, Yesu, sijapoteza chochote kwako. Hata nikitumia vyote kwako nikabaki sina kitu, bado najiona ni mwenye faida kubwa. Mali na pesa ninayoitafuta ikitumika kwa utukufu wako, najiona ni mwenye heri katika maisha haya na hata yale ya baadaye. Na ndiyo maana na kwamba Mungu ukase moyo wangu, ujue wema ndio maisha yangu, nisiwe na maisha mengine nje na maisha ya wema. Hata baba zangu hawakunenwa kwa rekodi ya vitu vya maisha haya, lakini walinenwa kwa rekodi ya kuwa ni watu wasio na wingi wa vitu vya maisha haya, lakini mioyo yao pamoja na maisha yao Baba yalijaa wema kila kona. Yesu, nijalie nami ni dua na maombi yangu Baba. Kuna chochote ninachokipoteza kwako wewe, hata nikitoa vyote Baba bado nabaki mdeni. Hakuna chochote ninachokipoteza kwako Baba, kwako Yawe, 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 Baba yangu Yawe, 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 Yawe. Hakuna Baba nilichopoteza Yawe, kwako Eriki Bomesia, Baba yangu wewe ni wokovu wangu Bwana. Hakuna, wewe ni wokovu wangu nilichopoteza. Na hili ndilo ombi langu la mwisho kwako Mungu katika wimbo huu na katika dua zangu zote, ya kwamba Mungu usinipe vitu vingi vitakavyonifanya nitoke machoni pako. Ni heri niwe na vichache vitakavyoniwezesha kula na kuvaa, kama Mtume Paulo alivyosema katika waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Timotheo sura 6 mstari 6 hadi mstari 10. Nahitaji niwe na vichache tu vya kunitosha kula na kuvaa na kutenda mema ili nisimlemee mtu, lakini sina haja ya kuwa na vitu vingi ambavyo vitanitoa machoni pako. Kwangu mimi ni heri nisiwe na vitu, lakini nikaendelea kudumu kubaki machoni pako na kungoja daima. Najua maisha ya kuacha dhambi na uchafu na kukaa na kungoja malangoni pako ni maisha yatakayonifanya niwe na mwisho wenye mshindo, wenye heshima, wenye baraka, wenye neema, kuliko ningekuwa na aina yoyote ya elimu, ningekuwa na aina yoyote ya cheo, ningekuwa na aina yoyote ya mafanikio na nikawa mbali nawe. Hii ni dua yangu Kristo, ninakusihi yafanikishe haya yaliyoko ndani ya moyo wangu kwa jina la Yesu.